Sijui kama unajua ya kwamba hakuna mtu anapenda kuhukumiwa. Na sijui kama unajua ya kwamba hakuna mtu, awe mwanaume awe mwanamke, mwenye hapendi kupendwa. Kila mtu anapenda kupendwa na anafurahia anapoonyeshwa upendo. Ujambo msikilizaji, na karibu katika ujumbe wa siku ya leo. Nashukuru kwa sababu ya Mungu kutufikisha siku hii. Tuko katika msimu ambao tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Na ujumbe ambao nimehisi katika moyo wangu niweze kushiriki na wewe ni ujumbe ambao nimeupatia kichwa All in the Name of Love. Na kwanza niseme nashukuru sana kwako wewe ambaye umeendelea kusikiliza jumbe hizi. Wewe umefuatilia kwa YouTube, kwa Facebook, kwa TikTok, kwa WhatsApp. Nashukuru sana na sichukulii hili jambo likiwa tu la kawaida. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana, kwa jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu. Hii ni kumaanisha jambo la kumtoa Yesu Kristo, jambo la kuzaliwa kwa Yesu Kristo lilitokana na upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Nataka kusema nini? Mbeleni, wakati Adam na Eve walipofanya dhambi katika shamba la Edeni, Mungu alipopata kwamba wamefanya dhambi na wamekosea, hakuwapatia the second chance, hakuwapatia nafasi ya kutubu, kwa sababu wakati huo hakuangalia hilo jambo kwa kioo cha upendo. Na katika the Old Testament unaangalia Mungu akiwa anatazama mambo katika the eye of judgment. Alipoangalia akakuta Adamu na Eve wameweza kula tunda ambalo walikuwa wamewakataza, hakukuwa na lingine, ilikuwa tu ni kupata adhabu kulingana na dhambi zao. Na kwa miaka mingi ikawa mtu akitenda dhambi anakutana na hukumu yake, na ikafika mahali tunaweza sema Mungu akabadilisha strategy, akaona na ili niweze kupata huyu mwanadamu, wacha niweze kujaribu upendo. Na alipomwonyesha upendo, aliweza kumpata mwanadamu na kumwokoa. Uko wapi Adamu? Uko wapi Mungu wa upendo aliita? Nataka kusema nini? Msimu huu tunasherehekea jinsi Mungu alivyotuonyesha upendo. Na nikuambie, wakati Mungu alipoangalia mwanadamu kwa kioo cha upendo, akasema huyu mtu sasa sitamhukumu, nitamuonyesha upendo, ndipo hapo tulipata wokovu. Kwa sababu upendo ni kinyume na hukumu. Sheria ilikuwa ya kuhukumu, lakini upendo una uvumilivu, upendo huelewa. Love is understanding. Ukipenda mtu utamuelewa, utamsikiliza. Ukipenda mtu utampatia nafasi katika moyo wako. Ukimpenda mtu utampatia hata muda, utavumilia makosa yake mpaka abadilike. Ukipenda mtu hakuna gharama hauwezi kulipa kwa sababu ya upendo. Kuna msemo wa kikwetu ya Kikuyu inasema kwa mwendwa gutire irima. Yaani hiyo ni kumaanisha kwa mtu ambaye unampenda, your lover, hata kuwe na milima gani hautahesabu hiyo milima. Utaenda upande milima, mabonde, uvuke mpaka ufike kwa huyo mpenzi wako. Na wakati Mungu alipoupenda ulimwengu, hakuona gharama kubwa ya kutoa mwanawe wa pekee, kwa sababu upendo hauoni gharama iliyo kubwa. Unaweza fanya chochote kwa sababu ya upendo. Na upendo hauhukumu, upendo ni enduring. Yaani upendo una uvumilivu wa kungojea mtu mpaka abadilike. Pia upendo huvumilia na husamehe. Wakati wa Krismasi ni wakati wa kukuachilia watu ambao wamekukosea. Msimu huu ni msimu wa kuachilia wote ambao wamekukosea na kukubali kwamba upendo ni zaidi ya yote. Ikiwa Mungu aliona tunasumbuka kwa sababu ya dhambi, akatupenda, akatuonyesha upendo, akatoa mwanawe wa pekee, na ili tusife kwa sababu ya dhambi zetu, bali tuwe na nafasi nyingine ya kuweza kutubu na kumrudia Mungu, akaona ni kwamba ni vyema kupitia upendo arejeshe uhusiano wetu na yeye. Si hata sisi yapaswa tuweze kuangalia makosa umefanyiwa, uone huu uhusiano naweza kuurejesha kwa kumsamehe huyu mtu. Na ninaomba kama nimekukosea, najua kwa mwaka mzima ama hata kwa miaka mitatu ambayo nimekuwa nikihubiri hapa online, huenda kuna mtu nimeguza, kuna mtu nimekosea, na ninachukua nafasi hii kuomba msamaha. Na wale ambao wamekuwa wakitufuatilia, nasema ni asante sana. Nina shukrani nyingi, kwa sababu huwa mimi nasema hata ukiwa mpishi hodari namna gani, upike chakula halafu kukose mtu ambaye atasema ebu nionje hiyo chakula ama hiyo keki, hautasikia vizuri. Lakini ukiona watu wanaonja, wanakula, wanafurahia, unasema oh, nashukuru Mungu. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa kurejeshe uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Kulikuwa kurejeshe mwanadamu katika nafasi ya kuabudu kwa upendo. Yaani haumwabudu Mungu kwa sababu ya jambo lingine lolote, unamwabudu kwa sababu ya kumpenda. Kwa sababu naye alikuokoa kwa sababu ya kukupenda. Wokovu huu tulio nao ulikuwa wa kurejesha mwanadamu
katika uhusiano waliokuwa nao na Mungu kuanzia pale mwanzo. Yaani Mungu alikuwa anawatembelea, anakaa na wao na anakuwa na muda na wao. Hata sasa urejesho ambao tumepata kupitia Kristo Yesu na wokovu ni wa kufanya tuwe na muda zaidi na Mungu, muda ambao ni wa kuonyesha upendo, ni ushirika. Na ndio maana huwa tunasema na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi, the fellowship of the Holy Spirit. Hiki ni kipindi cha kufanya upya ushirika wetu na Mungu kupitia kuachilia uzito wote, kupitia kuachilia mambo ambayo yanapinga, yanazuilia ushirika wetu na Mungu kuwa bora. Imagine, hii ni ishara na mfano mzuri sana ya kwamba Mungu aliangalia akaona ulimwengu nimeweza kutumia judgment na sijaweza kuokoa. Akabadilisha akasema, kuanzia sasa nitawaonyesha upendo. Na ndio maana imeandikwa, kwa maana jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee. Kwa sababu gani? Ili mtu yoyote asipotee. Hata sisi ni wakati mzuri sana tujaribu wale watu ambao tumekuwa tukiwajaji, tujaribu jinsi ingine ya kuonyesha upendo, tuone kama kwamba tutaweza kuwawin back. Ndiyo ni mwenye dhambi, lakini muonyeshe upendo. Ndiyo alikukosea, lakini hebu jaribu kumpenda, muonyeshe upendo. Na kwa jinsi hii yawezekana tuweze kuwa win back. Kumbuka, upendo hauhesabu mabaya. Kwa hivyo hautahesabu huyu mtu alinifanyia, siwezi mpenda, siwezi muonyesha upendo. Kama uko na upendo wa kweli, hautahesabu mabaya, hautahesabu makosa. Mungu angetuhesabia makosa, hakuna hata mmoja angesimama. Wacha tuchukue nafasi hii na kipindi hiki na msimu huu kuonyesha upendo kwa wengine, hasa kwa wale wametukosea. Hata mimi Pius, ukikuja na ratili ya makosa, unitafutie makosa, utapata makosa mingi sana. Na hata wewe pia, tukikupima na kipimo cha kuangalia makosa, sijui tuite sinometer, yani ya kupima dhambi na makosa, utakuta ya kwamba tuko na upungufu mwingi. Na pasipo tu upendo, hakuna jinsi tunaweza kusimama. Iwe ni kwa ndoa, wacha kusimama na sinometer kwa your partner. Ebu jaribu upendo, sababu upendo umejaribiwa na umepatikana ya kwamba unaweza kurejesha. Iwe ni watoto wako hawaendi vile ungependa, lakini jaribu kuwaonyesha upendo. Upendo umejaribiwa na Mungu mwenyewe, akaupenda ulimwengu na hakika aliweza kuokoa ulimwengu back to him. So yawezekana ni watoto wetu, yawezekana ni marafiki. Let us try to show love, and love will not disappoint. Sijui kama unajua ya kwamba hakuna mtu anapenda kuhukumiwa. Na sijui kama unajua ya kwamba hakuna mtu, awe mwanaume awe mwanamke, mwenye hapendi kupendwa. Kila mtu anapenda kupendwa na anafurahia anapoonyeshwa upendo. Hakuna mtu anapenda kila wakati anaambiwa, kumbuka ulifanya vile ulifanya Januari, kumbuka vile ulifanya mwezi wa 3. Unajua hiyo ndio hukumu, kulaumiwa kwa sababu ya dhambi zako. Inaweza furahisha kuambia mtu kwamba ulinikosea, ulifanya, kumbuka ulifanya. Lakini nikwambie, hiyo hata Mungu mwenyewe alijaribu hiyo ya kuhukumu wanadamu na hakuweza kuwaokoa kupitia kuwahukumu. Hata katika shamba la Edeni ukiangalia, walipofanya makosa, na ilikuwa mara ya kwanza tu, hawakupewa nafasi ya pili ya kutubu. Ilikuwa umefanya makosa na hii ndio consequence. These are the repercussions. Kwa sababu wakati huo haukuwa wakati wa upendo, wa neema. Nikwambie, Mungu alijaribu hiyo strategy unayoitumia wewe ya kuhukumu watu na haikufanya kazi. Lakini alipojaribu ya kupenda, ya kuonyesha upendo, inafanya kazi. Na ndiyo maana unaona tumeokolewa kwa neema, kwa upendo. Na tunapofanya dhambi, tunasamehewa kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaoshwa na tunarejea katika safari. So wachana na binu ya kuhukumu watu. Penda watu. Tupende na udhaifu wetu na tutabadilika. Ni mimi wenu Pius Mwiru Mwaura. Iwapo ungependa kuwasiliana nasi, tutumie ujumbe au tupigie simu kupitia nambari 0713503049. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you and may God bless you. Shalom, shalom, shalom.